hotuba ya mwanzo ndio na mwalimu pale katika sala ya Ijumaa ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alihutubu. Ndani kuna maneno katika hotuba yake aliwaambia kwamba nyinyi la tamutunna kama tanamun, na pia mtakufa kama mnavolala, na kwenye kufufuliwa mtafufuliwa kama mnavyoamka kutoka kwenye usingizi, na kwa kila mmoja atandikwa kutokana na yale aliyoyatenda. Kwa hiyo hotuba ndefu, lakini kipande hiki labda pengine sisi ndio tuondoke nacho siku yetu ya mwanzo leo ya jalsa hapa, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhakikishia kwamba sisi tutangulize kwa ajili ya nafsi zetu mambo ya kheri, tujikague kama baada ya hapa tukiondoka tumetanguliza nini katika kheri. Na kwa kuwa tutakufa kama tunavolala na tutafufuliwa kama tunavyoamka, na tutakuja kuhesabiwa, kila mmoja afanye kazi ya kujikagua amefanya nini katika yale anayopenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, ili tuongeze na tumefanya nini katika asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, ili tumuombe msamaha na tuyawache. Kwa sababu kwenye msamaha kuna kufutiwa makosa, lakini ukifanya makosa alafu usiombe msamaha, manake yanaendelea kurudikana. Wakati fulani tulisema Mwenyezi Mungu ametutengenezea utaratibu kwa mwanadamu popote pale akiwa anazalisha taka, na kwa sababu unazalisha taka ukiwa kijijini kule, lazima uchimbe shimo na zile taka unazozalisha unazitupa pale. Mijini huko kunakuwa na magari ya kuzoa taka, yani wewe sasa ukizalisha unazihifadhi, alafu siku ya kuondosha unapeleka taka nje zinachukuliwa. Kama ilivyo kwa miili yetu inazalisha taka, tunaambiwa vile vile kuna kitu kinaitwa spiritual waste. Ziko taka za kiroho. Sasa taka za kiroho ndio dhulma, kusengenya, kusema uongo, vile unapojisifu bwana nimempiga saundi mpaka kaingia, ndio taka za kiroho. Sasa hizi nazo pipa lake la taka unalo. Kama ilivyo zile physical waste zile, watu wote watastaajabu kuwa taka wanazozalisha wao unaziweka chumbani. Shahidi hapa na Sheikh Salum anajua kulikuwa na mtu alifanya mradi kwamba yeye taka za watu wote anachukua hewa anamlipa, alafu anazijaza chumbani kwake. Sasa yeye alisameheka kwa sababu alionekana huyu ana matatizo ya akili. Lakini ukiwa unajulikana uko sawa sawa, alafu taka zote unajaza chumbani, watu wote watajiuliza kama akili zako ziko sawa. Sasa taka za kiroho, pipa lake la taka la kutupia ni istighfar, kumwomba Mungu msamaha. Pipa la taka za kiroho ni al-azmu ala adami al-aud, kuazimia yale uliyokosea hutoyarudia tena. Sasa kama ufanyi hivyo, wewe una tofauti na yule anayezalisha alafu anajaza chumbani, anazalisha alafu anajaza chumbani. Kwa hivyo, kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye maelezo ya mwalimu wetu pale kwenye hotuba ile ya mwanzo ya Ijumaa aliwaambia masahaba, tangulizeni mambo ya kheri kwa ajili ya nafsi zenu. Lakini kuna kipande akasema hivyo kwamba nyinyi mtakufa kama mnavolala na mtafufuliwa kama mnavoamka. Sisi tuyazingatie hayo
katika kuhakikisha taka za kiroho tunazitupia kwenye pipa lake kila pale zinapozalishwa, kwa sababu maadamu tupo hatuachi kuzalisha taka. Kullu bani adam khata, kila mwanadamu anakosea sana. Ule kukosea ndo kuzalisha taka kwenyewe, lakini wa khairul khata'ina at-tawwabun, bora katika wale wanaozalisha taka ni yule baada ya kuzalisha anazitia kwenye pipa lake, manake anaomba toba. Kwa hivyo tuzingatie hiyo. Nadhani mwalimu angefurahi kwa tumesisitiza kipande hicho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam.